Hii ni historia ya Irani kwa miaka 1500. Kwa zaidi ya miaka 1500, taifa la Irani limekuwa moja ya maeneo yenye historia ndefu na ya kuvutia zaidi duniani. Kutoka kwa wafalme wakubwa hadi mapinduzi ya kisasa. Hii ni safari ya Persia, sasa Iran. Maelfu ya miaka iliyopita, eneo la Irani lilikuwa na makazi ya ustaarabu wa kale. Watu walijenga miji, walifanya biashara na kuanzisha misingi ya utamaduni. Karibu mwaka 1550 kabla ya Kristo, kiongozi mashuhuri Cyrus the Great aliunganisha makabila na kuanzisha himaya kubwa zaidi duniani wakati huo. Chini yake watu waliruhusiwa kuabudu dini zao kwa uhuru. Jambo hili lilimfanya kuwa kiongozi wa kipekee. Baada yake watawala kama Darius wa kwanza waliimarisha himaya kwa kujenga barabara na mifumo ya kodi na utawala bora. Lakini nguvu hiyo haikudumu milele. Alexander the Great alivamia na kuishinda Persia na kuleta ushawishi wa Kigiriki. Karne nyingi baadaye, dola ya Sassanid iliinuka. Ilikuwa ni moja ya nguvu kubwa duniani, ikishindana na Byzantine Empire. Katika karne ya 7, Waarabu Waislamu walivamia Irani. Waislamu wakaenea kwa kasi, lakini utamaduni wa Kiajemi uliendelea kuishi. Mnamo mwaka 1501, Shahi Ismail wa kwanza alianzisha dola ya Safavid na kuifanya Irani kuwa taifa la Kiislamu kwa madhehebu ya Shia. Karne zilizofuata zilishuhudia Irani ikiathiriwa na mataifa ya Ulaya kama United Kingdom na Russia, yalichangia kuidhoofisha kwa taifa hilo. Mnamo mwaka 1925, Reza Shah alianza mageuzi ya kisasa, akijenga miundombinu na kujaribu kuifanya Irani kuwa taifa la kisasa. Mwanaye Mohammad Reza Shah aliendeleza mageuzi, lakini utawala wake ulikosolewa kwa ukandamizaji na ukaribu na nchi za Magharibi. Mwaka 1979, wananchi waliinuka wakiongozwa na Ayatollah Khomeini. Waliangusha utawala wa Kishah. Irani ikawa jamhuri ya Kiislamu. Leo Irani inaongozwa na kiongozi mkuu Ali Khamenei. Ni taifa lenye nguvu Mashariki ya Kati, lakini pia lina mvutano na mataifa kama United States. Historia ya Irani ni hadithi ya nguvu, mabadiliko na utawala unaodumu kwa maelfu ya miaka. Ni taifa ambalo limepitia falme, uvamizi, mapinduzi, lakini bado linaendelea kusimama imara hadi leo.